Kamera iko on. Iko on. Ina nabii mbili hapa haziwezi kulala. Naomba nimulike vizuri kwa sababu maneno yake yote yasemayo utukia kweli kweli. Jambo la kwanza ambalo lipo kuanzia mwezi wa 5 hadi wa 11, kutakuwa na vikundi vya kigaidi vinavyoshambulia makanisa na wachungaji. Makanisa. Narudia tena na utayaona haya. Ninaposema hivi maana yake najaribu nitatoa sababu za kusema itatokea. Makanisa yatashambuliwa kati ya mwezi wa 5 huu mpaka wa 11. Mpaka tunakuja kuvuka mambo ya uchaguzi, kutakuwa na changamoto ya makanisa kuchomwa, matukio ya kiarifu makanisani. Sio, umenielewa? Yatatokea. Lakini pia kutakuwa na matukio ya watumishi kushambuliwa, na kama wengine watakuwa na tahadhari, kutakuwa na ambao watauawa kabisa. Wanauawa na watu fulani. Ni makundi ya kigaidi. Yaani kabisa kuna watu Mungu amenionyesha wameshaingia Tanzania, wako kwenye mission ya kuhakikisha wana dili na makanisa. Labda niseme tu kwa uwazi bila kuzunguka, uchaguzi wa mwaka huu kanisa ndo lina maamuzi ya mwisho. Kanisa, the church. Kwa hiyo shetani ameshajua kwenye upande wa rohoni vita imeshaisha. Hakuna kafara inayotosha kuokoa watu wasipoteze. Ila kuna watu sasa wametoka kabisa, wengine nje, wengine wa ndani, kwa ajili ya kushambulia makanisa. Kushambulia makanisa. Kuchoma makanisa, kushambulia wachungaji wa maparoko, watu gani, maaskofu. Kwa hiyo kama unanisikia na wewe ni mtumishi wa Mungu, sio kasema mimi nimekaa kimya, tena wewe ndo wanakutafuta kwa sababu una pia wakutetea, ujulikani kokote. Wewe unakufa kimya kimya kama wafuasi wa Kibwetere. Kwa hiyo wachungaji, maparoko, maaskofu, ikiwa unaamini Mungu anasema, nakupa tahadhari, anza kuishi maisha fulani hivi ya kutoamini yeyote. Tofauti na hapo, tutakuwa na misiba ya viongozi wa Kikristo ya kushambuliwa na matukio ya majeraha mabaya ya kushambuliwa. Hilo naomba ulishike mwezi wa 5 mpaka wa 11. Tukivuka hapo salama, ukatoboa hapo, umevuka. Hilo naomba niseme, nimesema mapema na nimeeleza walengwa. Kwa hiyo ili mradi wewe ni mchungaji, ni paroko, ni askofu, ni kiongozi wa kanisa mahali, usije ukasema mimi sinaga ugomvi na mtu. Hii sio issue ya una ugomvi na mtu au huna. Kuna watu wamepewa kazi tayari, wameshatawanyika kwa ajili ya kufanya vurugu. Kwa hiyo makanisa yaongeze ulinzi kwenye maeneo yake. Ongezeni ulinzi. Lakini pia watumishi wa Mungu, yale maisha ya kujiachia yaacheni. Na Mungu anafanya makusudi yatatokea haya ili kuwarudisha mahali pa asili, mtafute. Na kwenye kumtafuta mtakuta mmejaa Tanzania. Ni mawili, ubaki uile Tanzania ulioihangaikia kwenye maombi, au uzubae wakuue au wakufanye kirema. Haya yatatokea. Mimi niko tayari kuwa accounted. Ni miezi 6, wa 5 hadi wa 11. Miezi 6 tu inatosha kunifanya nabii wa uongo au nabii wa kweli. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ambalo litatokea, Mungu amenipa mawili niaseme. Kutakuwa na vurugu, migongano na sijui nielezeje. Kutakuwa na vurugu, migongano na hali ya sintofahamu kwenye Chama cha Mapinduzi. Kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na wa 7. Mpaka bunge likija kuisha na ile wiki yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu waliokuwa wamekaa kimya, mwezi wa 3 tarehe 5 nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko.
Wakati nilitumia neno la star kidogo nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo 5, wa 6, wa 7 CCM inapaswa kujishikilia. Yatatoke na hakuna wa kuyazuia. Ndo bahati mbaya sasa. Yaani mtalionja lile joto lenyewe. Ni Mungu mwenyewe ameriruhusu jambo hili. Kwa sababu mwisho wa siku litazaa jambo lake pia. Kwa hiyo hata mseme sijui mtawatishia muwafute wanachama, kuna watu watawazidia idadi, watawazidia wingi na watawazidia nguvu. Kwa hiyo